Unajua kuna muda siku mbaya, ikiwa kwako sio mbaya, kwa wengine ni mbaya, inaweza zikaja dalili mbaya zikakutoa kwenye kundi la wale watu ili ubaya uwakute. Hii familia ikiwa imekaa hapa sitting room, ni mida fulani hivi usiku, dada akabanwa na tumbo la kuhala ghafla. Akasema jamani, najisikia kujialishia hapa, naomba nikimbie chooni. Mdogo wake akamwambia dharau. Binti akasema sawa, we ongea, ila mimi naenda chooni. Binti alikimbia mbio mbio, anaenda chooni, kumbe anaepuka kifo. Muda si mrefu ndani pakavamiwa, wakaingia wana wameshika bunduki, wamevalia vinyago, wote lala chini. Binti anasikia kelele, anakuja anachungulia. Akiwa anachungulia, anashuhudia kuona baba, mama pamoja na mdogo wake wa kiume wakigongwa risasi na kufa pale pale. Wana baada ya kufanikisha zoezi la kuwaua hawa watatu, hawakuwa wanajua hii familia ina watoto wangapi, kwa wakajua wameimaliza familia yote. Kumbe kuna mmoja yuko humu ndani hajaonekana, ila yeye alipojificha anawaona. Wana wakavua vinyago vyao usoni, hivyo wakawa wanatizamika. Ukiwaona hata siku ukikutana nao unawajua. Binti alikuwa anachungulia, anawaona, wakahisi kama kuna mtu, hebu kagua isije kawa kuna mtu amebaki humu ndani. Wakaenda kukagua, lakini wakarudi wakasema hakuna mtu. Binti alikuwepo, alijibana nyuma ya mlango. Mwamba amechungulia hajafika mpaka mwisho, akashindwa kumwona binti. Ikawa ndo ponapona ya binti. Muhalo umemwokoa binti kutoka kwenye matatizo. Hii inaitwa Movie Bank 1. Sasa twende mwanzo wa huu mzigo, alafu utajua imeanzia wapi na itaenda kuishia wapi na ni nini ambacho kilitokea kwenye hii familia. Sasa hii ngoma inaanza kunako klabu. Ilikuwa ni klabu, wana wanaenda kula bata, wanafurahia maisha. Kuna mwamba hapa anaitwa David. David anamiliki kikundi fulani hivi cha wahuni, kwa hiyo akija kufanya chochote anafanya na hakuna kumzuia, kwa sababu baba yake ni mwamba fulani hivi ambaye ana utawala kwenye serikali. Kwa hiyo ana uwezo wa kuchezesha namna yoyote anavyotaka yeye kuchezesha, kwa sababu ni si mmoja tu. Polisi yote aliyokushikilia anakuachia na anakulinda na kurudisha mpaka nyumbani. Leo David akiwa hapa klabu, kuna misunderstanding zilitokea, wakaanza kupigana na watu, walileta noma kidogo, walipiga watu sana, wakaumiza watu hapa klabu. Polisi wakaja wakawakamata, wana wakapelekwa mpaka ndani. Walipofika David akawaletea dharau sana wale polisi. Akamwambia mimi ni mtoto wa kiongozi mkubwa, mnataka kumjua babangu ni nani? Oa madogo, mkimjua babangu ni nani mtasana. Yani hata polisi wanaitwa madogo janja. Polisi wakasema sawa, mtoto wa kiongozi mkubwa, andika namba ya baba yako hapa. Akaja kamanda, ikaandikwa namba ya baba. Baba akapigiwa simu. Baba akaambiwa kuna kijana wako tumemkamata, yupo na kijana namba chake, kuna sehemu wamefanya fujo, wameumiza watu na wamesema wewe ndo utakayeamua. Mzee tukutambue ni nani? Mzee alivyojitambulisha kweli, kwa kauli yake hao vijana wanaweza wakaachiwa au wakawekwa ndani. Mzee, wewe ulikuwa unataka tufanyeje? Dogo anasema baba, ni mimi hapa mwanao, wamenikamata watoto wadogo wanaita dharau, hebu waambie kuwa wamezingua. Baba akasema kwa huyo mpumbavu naombeni mumfungie ndani mpaka siku nitakayosema mimi atoke, kwa sababu sitaki hata kumsikia kabisa yuko hapo. Naombeni mumfundishe adabu. Mwamba anajua amewaweza polisi, analeta jeuri baada ya simu kukatwa. Mkuu anasema kamata, tia ndani hao mpaka siku nikisema waachiliwe. Sasa kuna familia nyingine, kuna huyu mzee. Huyu mzee akiwa amekaa na familia yake wanapata chakula. Mzee akipata mshahara ana utaratibu wa kuja anaigawia familia yake, kila mtu pesa yake ya matumizi. Mke akapewa pesa yake na akaambiwa kuna fungu hapo, inabidi umpe huyo mtoto wa kiume ili akamalizie ada. Ila pia mtoto wa kike naye baba akampa fungu lake, mwanangu, kwa ajili ya mahitaji yako, ili usije ukashawishika na vitu vidogo, maana vijana hapa mjini wameweka pesa mbele, watakuumiza. Sasa babake na David akiwa anakula hapa, muda si mrefu tunamwona ule mzee ambaye alikuwa anagawa pesa kwenye familia yake amekuja hapa. Huyu mzee ni dereva wa babake na David, ndo kazi yake. Kwa huyu ndo dereva wa huyu mzee, na alivyofika akaambiwa wajiandae, kuna sehemu wanahitaji kuelekea. Wakiwa wako kwenye gari, babake David pamoja na dereva wake, polisi anapiga simu, anasema mzee, zimepita siku kadhaa haujapiga simu kusema labda vijana wako tuwatoe au tumuache aendelee kukaa ndani, nimekupigia kukuuliza. Baba David anamwambia afande, usijali, mwache endelee kukaa ndani, nataka ajifunze na siku nikijisikia nitakwambia umtoe, kwa hiyo mwache endelee kukaa ndani kwa sababu naamini hapo kuna kitu atajifunza.
Lakini dereva anavyomtizama baba, anamwambia kwenye namna ya mzee, msamehe kijana, hebu muache kijana atoke, usimfanyie hivyo. Mzee anamwambia dereva, naomba usitake kabisa kutia huruma, yule sitamsamehe tena kwa sababu amezidi ujeuri, amezidi dharau. Mzee alipiga stori sana na dereva wake, na dereva akamsii amsamehe mtoto na muachie, jela sio kuzole. Mzee akagoma. Mwamba alivyorudi nyumbani akawa anamwambia mkewe, kiukweli yule mtoto amezingua tena, babake amemweka ndani, hataki kabisa atoke, nimejaribu kumbembeleza lakini mzee amegoma kabisa. Mwanamke anasema, yani huyu mtoto anamuendesha baba yake, unajua anaweza hata akaja kumuua baba yake kiukweli na pressure, yani huyu mtoto sijui ukoje. Leo mzee akapiga simu, wana wakatolewa lock up. Mwamba alivyotoka lock up, bado jeuli ni za kutosha. Afande akamwambia, naweza nikakurudisha ndani na nikakufunga hata usiamini. Mchizi amefika hapa nyumbani, amekuja kumfokea sana baba yake, kauli yako imenifanya mimi nikae ndani wiki nzima, si ndio? Baba anasema, kwanza shukuru, pia kauli yangu imekutoa leo huko Layani unanipigia kelele. We mtoto ni bure, hakuna chochote, yani wewe ni takataka kabisa, na wewe kwenye maisha yangu najuta sana kuwa na litoto kama wewe, yani wewe ni mzigo. Kumekucha asubuhi, baba kwenye ndinga pamoja na dereva wake wanaondoka. Mwamba akatumia huo wasaa kuingia ofisini kwa baba yake. Alivyoingia ofisini kwa baba yake, akakagua baadhi ya dokumenti hapa, akagundua baba ameandika wosia, na wosia alioandika inaonesha mrithi wa hizi mali sio huyu Mwamba, ni kaka yake. Hawa wako wawili, kaka yake ndo atakaye kuwa anarithi hizi mali, hata ikitokea baba hayupo, kila kitu ni kaka yake, kwa sababu baba ampendi huyu, kwa sababu huyu ni bangi mtu, na mzee amkubali, kila anavyomwelekeza aelewe, ila kaka yake amemuelewa sana baba yake na anafuata nyendo za baba yake. Alivyokuja hapa anawaambia washikaji zake ambao ndo geng yake, kiukweli sijategemea wala sijaamini kama mzee wangu angeliweza kufanya vile. Mzee wangu mimi, baba wangu mimi, anadiliki kuchukua mali zile zote. Oya mzee, tuna kazi natakiwa tuifanye muda si mrefu, tujiandae na hilo. Leo ni usiku, baba kesho ana safari, ni asubuhi sana, inabidi apelekwe airport, anasafiri kwenda Ufaransa, ni masuala ya kikazi, kwa sababu mzee pia ukiachana na kuwa mtu mkubwa serikalini, la pia ni mfanyabiashara mkubwa sana na miliki makampuni mengi sana. Akampigia simu yule mzee ambaye ndo dereva wake, akamwambia, bila shaka wewe hujalala sasa hivi, sasa kuwa makini, kesho tunaondoka alfajiri sana, usije ukanichelewesha. Hii simu nimekupigia simu ya kukusisitiza. Bosi akaiweka simu mezani na akawa anazungumza na mfanyakazi wake, hajaishika hiyo simu. Wakati hajaikata simu anazungumza na mfanyakazi wake, ghafla Devi kaingia. Alivyoingia akamkaba baba yake, anataka kumuua kwa sababu ameshagundua baba hizi mali hajamuachia chochote, kwa hiyo ni bora amuue ili apoteze ushahidi wa ule wosia ambao mzee alikuwa ameuandika. Alimkaba baba, baba analia, Devi, unaniua. Devi amemaliza kutekeleza zoezi la kumuua baba yake, anagundua simu ya baba yake ilikuwa bado ipo on na alikuwa anaongea na yule dereva wake, na dereva alikuwa amepata wasiwasi kwa sababu alisikia kila kinachoendelea, akapata mashaka. Devi muda huo akapigia simu kijalamba chake, akakiambia kuna kazi ya kufanya. Wakadondoka mpaka nyumbani kwa yule mzee, wakawakuta kama walivyowakuta, na ndo wakawa wamewapiga risasi, wamewaua. Lakini wasijue kunako hii nyumba kuna mtu mmoja wajamuua, wamemuacha akiwa mzima, ni binti yule. Na binti baada ya mazishi kufanyika na kila kitu, binti kabidi aendelee na maisha mengine, kwa sababu hakuwa anamjua Devi wala kujua ni wapi atakutana na Devi. Akaja kunako kampuni moja ambayo rafiki yake aliyebaki kwenye maisha, ambaye ndo amebaki kama familia yake, anafanya kazi, ni manager, akamwambia kuna kazi ya kuhudumia kunako hii kampuni, ndugu yangu, njoo ufanye kazi hapa, maana utakufa njaa. Binti leo ndo siku ya kwanza kuja kufanya kazi hapa. Ni hoteli kubwa ya kitalii, wageni wengi huwa wanakuja, wanapokea wageni, ila ni miongoni mwa kampuni ambazo zinamilikiwa na aliyekuwa baba yake Devi, yani marehemu baba yake Devi. Sasa hivi utawala upo chini ya mtu mwingine. Ni nani? Leo binti akiwa amekaribishwa kazini, anaambiwa mpelekee boss kinywaji, kuna Mwamba amekuja hapa. Mwamba ukimtizama unamuona ni Devi. Binti alivyomtizama akaona kuda dadeki, mtu aliyetekeleza mauaji ya familia yangu, na muona yule pale mbele yangu. Yule ni nani? Binti akapewa kinywaji ndo amletee. Alivyoleta akaulizwa, wewe ni mpya hapa? Binti akasema ndio ni mpya, na leo ndo nimeanza kazi. Akaambiwa sawa, usijali, piga kazi binti, hapa tunataka watu wa kazi. Binti akamuita yule mwenzie ambaye ndo meneja, anakuja kumwambia meneja, huwezi amini,
yule mtu ambaye umeniambia nimpelekee kinywaji, yule mtu ndo alomuua babangu na familia yangu. Meneja ambia, hebu tulia, acha nayo maneno kwanza, acha wenge, hebu taratibu. Bwana we, mwamba ndo bosi hapa. Binti akili haiko sawa. Muda huo ameambiwa amletee kinywaji, tena mchizi. Amemletea kinywaji huko ofisini kwake. Alivyomtizama kuna pete akaitizama. Ile pete ule mwamba alikuwa ameivaa siku ile. Kwanza kinywaji kikamwagika chini kwa wenge. Bosi akamwambia, usijali, usiwe na shaka. Usijali, safisha tu alafu nenda ukaniletea kinywaji kingine. Binti amepagawa, anamuona huyu hapa aliyehusika kwenye kifo cha babangu. Nifanye kitu gani mimi? Nikamuue na mimi? Lakini itakuwaje? Kuna CCTV kamera na kila kitu. Ikabidi aje kwa meneja amwambie, hapana meneja. Meneja, hadi pete nimeiona. Ile pete alikuwa ameivaa siku ile. Huyu mtu ndo alokuja kumuua babangu. Unajua, baada ya kufuatilia nimegundua babangu mimi alikuwa anamuendesha baba yake. Kwa hiyo huyu amekuja kumuua babangu. Kuna namna labda hawakuelewana, ndo maana amekuja kumuua babangu. Meneja akamwambia, ngoja twende nyumbani tukatulize akili, alafu tutaangalia nini cha kufanya. Wako nyumbani, binti anasema, siwezi kukubali, siwezi kukaa nikatulia na muona mtu aliyemuua babangu, mama yangu na mdogo wangu mbele ya macho yangu, alafu niko naye kwenye kampuni moja, eti ni bosi, alafu ni nyamaza. Sitanyamaza, nataka nilipize kisasi. Meneja yake anamwambia, sawa, unataka ukamuue bosi wetu, kitakacho kukuta binti utaenda jela. Kuna namna ya kulipa kisasi ambayo itakuacha hauna hatia, lakini kuna namna ukijichanganya utabaki ukiwa na hatia na itakupelekea utakufa au utaenda jela, utaozea segelea. Taratibu, kisasi tutalipa, lakini tunahitaji umakini, tunahitaji umahiri sana na uhodari katika namna ya kutaka kulipa hicho kisasi. Binti kabidi atulize pressure. Leo kumekucha, asubuhi kuna kinywaji kinaandaliwa hapa, kuna kijana ameambiwa mpelekee bosi. Binti akaweka madawa ya kulevya mle. Bosi akitumia ni lazima usingizi utamchukua. Kijana alivyoleta kinywaji akaambiwa weka pembeni. Bosi amemaliza kazi, amekunywa kile kinywaji, imefika muda watu wamesign out, binti akajirudisha tena humu ndani. Mchongo meneja anaujua. Alivyorudi kuingia ofisini kwa bosi, bosi tayari kile kinywaji kimemlevya, amepitiwa na usingizi. Binti alichokifanya, alikuwa na sindano ina sumu, akamdunga bosi pale pale, alafu kimya kaondoka. Kumekucha asubuhi, tayari jambo limeisha, bosi kafa na wanasherekea msiba. Na nguo zao nyeusi badala ya kulia wanasherekea. Hatimaye tumemuua mtu ambaye alihusika kwenye kifo cha mzazi wangu. Nimefurahi sana bosi wangu, meneja, umenisaidia, umekuwa upande wangu. Hakika wewe ni rafiki yangu, wewe sasa ndo BFF, ni rafiki wangu wa maisha. Nitakuwa na amani kidogo kwa kuona nimelipa kisasi. Leo wako ofisini, kuna njemba inaingia, inafanana na ile ile walotoka kuiua jana. Oi, watu wanashangaa. Wa kwanza kushangaa ni meneja. Anaona mtu tulomuua, mbona huyu hapa kaja? Huyu ni nani? Ghafla meneja akaambiwa, meneja, ita kikao cha wafanyakazi wote, nahitaji kuzungumza nao sasa hivi ofisini kwangu. Wafanyakazi wote wanajipanga, hawaelewi. Mbona mtu kafa alafu amerudi? Huyu ni nani? Kijana anasema, baada ya pacha yangu kufa, mimi ndo nashika madaraka. Mimi ndo nitakuwa bosi wenu sasa hivi. Sasa cha kufanya kuanzia sasa hivi, wote mko chini yangu, na mimi sina shida na mtu yoyote, na sija nikaletewa shida na mtu yoyote. Mimi ni mtata, mimi ni mkorofi. Ila kama utafanya kazi yako kwa uadilifu na ukagundua kilichokuleta hapa ni kazi, utafanya kazi kwa muda mrefu, maana mimi sijui kufuatilia wafanyakazi. Kila mtu aondoke kazini. Meneja, tunashukuru sana. Mkurugenzi, tunashukuru sana kwa ushirikiano wako. Tutafanya kazi kama namna ulivyotuelekeza. Kila mtu arudi kwenye nafasi yake. Watu wanatoka wanasema, huyu mtu ametuchanganya. Sisi tulijua amekufa, kumbe huyu ni mwingine. Binti aliyemuua yule naye ndo anamuona, yeye akuwepo kwenye kile kikao. Anashangaa, huyu nilimuua, mbona amerudi? Sasa binti akimwangalia vizuri, anaona mbona sasa huyu ndo aliyemuua baba yangu, sio yule. Yani imekuwaje? Mbona kama huyu ndo yule kabisa? Yani anaona sasa huyu ndo aliyemuua baba yake. Binti alitoka mpaka nje, akamwangalia mwamba anapanda gari anaondoka, anasema toba. Anarudi anakuja kumwambia meneja, mimi naamini nilichanganya, ila huyu niliyemuona sasa hivi ndo aliyemuua baba yangu. Meneja akamwambia, acha upumbavu, utaua watu wamalize. Ushaua mtu wa kwanza, unataka tena uue mtu wa pili. Sasa wewe ni nani aliyemuua baba yako? Akasema hamna. Yani huenda yule niliyemuua ndo niliyejichanganya, ila huyu ninayemuona sasa hivi, huyu ndo aliyemuua baba yangu. Meneja, nisaidie tumuue tena na huyu. Akamwambia, wewe, mimi sifanyi hiyo, sitaki. Binti akasema sawa, akaondoka akaenda kazini. Binti leo akiwa kazini,
kuna mwamba amekuja kumtembelea bosi mpya hapa ofisini. Ni nani? Ndo kile kijalamba cha Devi. Sasa huyu ndo Devi, aliyekufa ni pacha yake Devi. Yani wamemuua mtu asiyekuwa na hatia, mwenye hatia wanaishi naye. Sasa mwamba alivyokuja, wako na Devi wanazungumza, anasema mwanangu, sasa hivi ndo wakati wa ile gengi yetu sasa tuenjoy, tuishi maisha ya kufly, kwa sababu sasa hivi tuna hela mzee. Hizi hela ambazo mzee alikuwa hataki mimi nizipate, sasa hivi nazimiliki mimi. Wamekaa wamepiga sana story. Binti akaambiwa alete kinywaji. Aliyepewa zoezi la kuleta kinywaji ni yule ambaye anataka kulipa kisasi, na kinywaji chake mkononi. Anavyoingia ndani, akawatizama hawa wawili, akawakumbuka, mbona hawa wawili wote walikuwepo siku babangu anakufa. Binti akakumbuka kuna tattoo aliiona mkononi mwa muuaji. Leo anaiona hii tattoo. Binti akathibitisha ni huyu. Alidua, aliganda, maana hata huyu wa pembeni alikuwepo. Kwa hiyo akathibitisha aliyekufa wa kwanza sio yeye. Huyu anayemuona ndo yeye, na ndo alohusika kwenye mauaji ya baba yake. Aliganda hadi akamwambia, unaganda nini? Unaniangalia nini? Umechanganyikiwa nini? Jamaa anamwambia, bwana, mabinti hao wanachanganyikiwa kijana. Unajua wewe ni bosi afu ni kijana mdogo, mabinti wanakutamani. Wasijue kumbe binti anawaza, anasema nimekutana na muuaji. Sasa unajua meneja ana operate kamera. Akiwa ofisini kwake anamuona binti anavyoganda, anavyodua, anavyotoka, anavyoshangaa, anavyotafakari, anaona huyu atajichanganya sasa hivi. Meneja anamfuata binti haraka. Anamwambia, binti vipi? Binti anasema, meneja, wewe ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Tumeshasaidiana kumuua wa kwanza. Huyu wa pili ndo yeye. Meneja, nimeenda nimeiona tattoo na nimekumbuka ile siku alikuwa na tattoo. Sijui nilichanganyikiwa nini na ile pete, lakini nimegundua alikuwa pia na tattoo, na kweli ana tattoo. Alafu hata yule aliyokuwa naye mle ofisini walikuwa wote walikuja naye. Meneja, huyu ndo alomuua babangu. Huyu ndo alomuua babangu. Nisaidie nimuue na huyu. Meneja akasema, naomba uniache. Kiukweli sitofanya ujinga kama huo. Tunaua watu tunawamaliza, inatusaidia nini? Binti akasema, meneja, sikia, hata kama hutanisaidia mimi nitamuua. Haitawezekana. Akamwambia meneja, kama utakusudia kutaka kunigeuka, tukumbuke mauaji ya kwanza tulifanya kwa pamoja. Wote tuko kwenye hatia. Na libwanda. Kwa ni bora unisapoti nimuue na huyu ili ni fly, maana aliyewaua wazazi wangu namuona anaisha. Akasema, lakini ushamuua mtu mwingine. Sasa vipi kuhusu yule ulomuua? Ufikiri kuhusu yule ulomuua? Akasema, mimi sijali. Walikufa ndugu zangu watatu. Kwa hiyo hata yeye wamekufa wawili, sio mbaya. Watatu hajafika bado. Binti akagoma na akasema anaenda kufanya anavyotaka yeye. Ole wake meneja asimuunge mkono, au ole wake meneja amuumbue alafu atajua hajui. Babu, mida hii kuna kinywaji kinaenda ofisini kwa bosi. Anayekipeleka ni binti. Kama kawaida, binti akaweka kidonge cha usingizi, akaenda akampa bosi kinywaji. Alafu binti imefika muda amesign out kama kawaida, akala chenga, akarudi ofisini kwa bosi. Anamkuta bosi amelala vile vile kama vile alivyolalaga yule pacha yake, akadungwa sindano. Binti ameichomoa sindano, ameshaiweka dawa vizuri, anataka kumdunga, akadaa kwa mkono, kudadadeki. Hivi ndivyo ulivyomuua pacha yangu, si ndio? Wewe ndo unetuua, unatumaliza. Kwa nini unatumaliza? Kwa nini unatuua? Binti akaona nimekamatwa. Akasema, mpumbavu wewe, hata kama umenikamata, lakini wewe ndo ulianza kutuua sisi. Wewe ulikuja kwetu ukamuua babangu, ukamuua mamangu, ukamuua na mdogo wangu. Wewe ni nani? Akasema, mimi ni mtoto wa yule dereva wa baba yako. Jamani kashtuka. Ulipajuaje hapa? Kumbe bwana, meneja alimgeuka rafiki yake. Akampigia simu bosi na akamwambia asinywe kile kinywaji na ajifanye kama amelala aone kitakachotokea. Na meneja akawa ameshawaita polisi. Polisi walivyokuja, BFF wake meneja anadako, anatia pingu, anamwambia polisi, hata huyu alimuua babangu na mdogo wangu na mamangu, mimi nilikuwa nalipiza kisasi. Wewe ni mahakama, unatoa hukumu, wewe ni mahakama, tuondoke. Binti akadakwa. Muda si mrefu anamuona meneja. Wakati anaenda kula kalandinga, anamuona meneja pembeni. Meneja anamwambia tu nisamehe. Meneja aliamua kumuokoa bosi, maana watu wote wangekuwa wanakufa hivi. Meneja huenda angeonekana kuna namna anaferi kufanya kazi yake, kwa sababu ni kiongozi wa juu sana kwenye hii kampuni. Binti alivyoenda akatoa ushahidi unaoeleweka. Leo Devi naye anakamatwa, anatiwa kwenye mikono ya sheria, na yeye aenda akajibu tuhuma za mauaji aliyoyafanya. Meneja ikabidi aende kumuomba msamaha BFF wake. Amwambie, nisamehe sana, nilikuuza, lakini sikukusudia, ila nilihofia sana vifo vingekuwa vinatokea vya kufanana, huenda tungeingia kwenye shida kampuni nzima. Binti anasema, nimesha kusamehe. Najua na wewe ulifanya kwa ajili ya kulinda ugali moto, na kila mtu analinda ugali wake. Hata Clemence Mwandambo baada ya kuachiwa amesema analinda ugali wake. Kwa hiyo na sisi ongela, endelea kulinda ugali wako. Wewe ni rafiki, nitaendelea kukukumbuka. Acha nitumikie adhabu ya yote ambayo yameshanipata.
Mungu akujalie huko ulaiani. Usinisahau ndugu yangu, maana hatimaye familia yangu yote sasa imeisha. Ndugu wote tumekufa na mimi niko Segerea, hakuna aliyebaki nje. Hii inaitwa Movie Bank 1. Kituo kinachofuata bila shaka itakuwa ni Movie Tamu. So unajua tukiweka huko alafu tunaweka na kule. Kwa hiyo ukitoka huko nenda na kule, kula burudani ili uendelee kufly. 2026 sasa nimesema nitakuwa naleta burudani ambazo zimeshiba. 26 hapo unakula burudani zimenyooka kabisa. Bye bye.